Mafanikio ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 na wajibu wa wahandisi kuelekea Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ndio kauli mbiu ambayo imejidhihirisha kwa mwaka huu katika mkutano wa mwaka wa wahandisi wa mwaka 2025 AD 2025 kwa maana ya Annual Engineers Day 2025 ambao ulifanyika Septemba 25 na 26 jijini Dar es Salaam. Tangu kuanza kwa mikutano hii inayoandaliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi Tanzania ERB, huu sasa ni mwaka wa 22. Kwa tafsiri rahisi, huu ni mkutano wa 22 wa mwaka wa wahandisi AD 2025. Mkutano huu kila mwaka unafanyika, haswa ukiwa ni ulingo wa tafakari ya mwenendo wa fani ya uhandisi nchini katika nia thabiti ya kuleta maendeleo ya kweli nchini. Lakini wahandisi hujifunza na kubadilishana uzoefu bila shaka. Jijini Dar es Salaam katika ukumbi wa Mlimani City ulizizima kwa kuhudhuriwa na wahandisi zaidi ya 4,000, huku wengine zaidi ya 700 wakishiriki mkutano huu kwa njia ya mtandao, wakiwemo pia wahandisi kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Ethiopia, Kenya, Uganda na nchi ya India. Kaimu msajili wa Bodi ya Usajili wa Wahandisi ERB, wakili msomi Messi Jilala, ametumia fursa ya mkutano huo kueleza shughuli za bodi pamoja na kueleza idadi ya wahandisi, mafundi sanifu pamoja na kampuni zinazofanya shughuli za kihandisi zilizosajiliwa na bodi. Bodi ya Usajili wa Wahandisi. Bodi hii ni taasisi ya serikali yenye jukumu ya kusimamia shughuli za kihandisi nchini, ikiwemo kusajili wahandisi, mafundi sanifu pamoja na makampuni ya ushauri wa kihandisi wa ndani na nje ya nchi. Bodi pia ina jukumu la kufuatilia utendaji wa shughuli za kihandisi, mienendo ya wataalamu wa kihandisi na kuhakikisha shughuli za kihandisi nchini zinafanywa na wataalamu kwa mujibu wa sheria za nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi kufikia Agosti 2025, bodi imesajili wahandisi 43,665 katika ngazi mbalimbali za usajili. Bodi pia imesajili mafundi sanifu 3,445. Bodi pia imesajili makampuni ya ushauri wa kihandisi 459 pamoja na maabara za kihandisi 55. Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya wahandisi hao ambao bodi imesajili 43,665, wahandisi wa kike ni 6,025 tu, ambao ni sawa na 13.8%. Mwenyekiti wa bodi ya ERB, mhandisi na wakili msomi Menye Manga, anasema licha ya bodi kusajili takribani wahandisi 44,000, kiwango hicho bado ni kidogo ukilinganisha na idadi ya Watanzania wanaohitaji huduma za kihandisi. Tunapenda kama bodi kushukuru serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo serikali inatumia juhudi kubwa katika kuendesha miradi ya ujenzi katika taifa letu, ambao wahandisi ni washiriki wakubwa. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kuthibitishia na kuhakikishia kwamba tutaendelea kusimamia ujenzi, tutaendelea kusimamia miradi kwa uadilifu na uzalendo na utaalamu wa hali ya juu. Zima ya mwaka huu tunatizama kwa tafsiri sio rasmi mafanikio ya dira ya 2025 na wajibu wetu kama wahandisi kuelekea dira ya 2050. Tukirudi nyuma tukiangalia katika dira ya 2025, kuna miradi mikubwa ya kimikakati ambayo taifa letu chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan tumeweza kufanikiwa. Nitautaja mradi wa SGR ambao wengi tunafahamu na tumeanza kutumia huduma hiyo. Nitautaja mradi wa uzalishaji umeme wa Julius Nyerere Hydropower Dam ambao unafikia mwishoni na tumeshaanza kupata huduma ya umeme. Mgeni rasmi, labda nikufahamishe tu, katika hii miradi kumekuwa na ushiriki mkubwa sana wa wahandisi wa Tanzania. Wengi sana wameshiriki, na
tofauti na huko nyuma ambao wahandisi wa nje walikuwa wanashiriki, lakini kipindi hiki wameshiriki wahandisi wazalendo, na hata katika mradi ule wa daraja la Kigongo Busisi kuna wahandisi wengi wameshiriki. Sasa kama bodi tutaanzisha usajili, tutaanzisha register ya kusajili wahandisi ambao wameshiriki katika miradi mikubwa ili tuweze kuwatambua na kuwezekana tuweze kuwapa tuzo ili iwe motisha hata kwa wahandisi ambao wanakuwa, ili waweze nao kufikiria kushiriki katika miradi mikubwa. Ndiyo, mkutano huu pia ilikuwa ni jukwaa la kuwaingiza kundini wahandisi mahiri 421 ambao walikula kiapo cha kihandisi, ikiwa ni utayari wa kutumikia taaluma kwa kufanya kazi kwa weledi na kwa kuzingatia miiko ya uhandisi. Akimwakilisha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Daktari Doto Mashaka Biteko ameeleza umuhimu wa wahandisi katika kuleta maendeleo ya taifa. Dunia yote hii tuliyopo inatambua kuwa taaluma ya uhandisi ni taaluma muhimu yenye thamani kubwa ambayo ndiyo moyo wa maendeleo ya dunia. Tafiti nyingine zimeonyesha kuwa zaidi ya wastani wa 70% ya ubunifu mpya na teknolojia duniani unahusishwa moja kwa moja na taaluma hii ya uhandisi, ambayo ndani yake inajumuisha ICT, masuala ya nishati, viwanda, akili mnemba. Yote haya yametokea si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya uhandisi. Inakadiriwa kwamba zaidi ya 90% ya vumbuzi na maendeleo ya viwanda huhitaji huduma ya moja kwa moja ya wahandisi. Kwa hiyo kwa lugha rahisi tunaweza kusema kuwa wahandisi hufanya shughuli za ubunifu, uundaji, utafiti, uvumbuzi na usimamizi wa miradi, uhakiki na usalama na ubora, pamoja na ushauri wa sera na ubunifu wa mifumo mbalimbali kote duniani. Kwa vyovyote vile, hakuna mifumo bila wahandisi, hakuna ubunifu bila wahandisi, na kwa vyovyote vile hakuna sera nzuri bila wahandisi. Leo hii tunapokuwa na mkutano huu, ni muhimu tujitafakari kuwa tumetoka wapi, tupo wapi na tunakwenda wapi. Sisi wenyewe tuliopo leo, lakini na vizazi vyetu vinavyokuja katika taaluma yetu ya uhandisi. Pia ni muhimu kujitafakari kuwa tukiwa na majukumu yetu ya kila siku, tunaacha historia gani nyuma yetu katika jamii. Ni bahati mbaya kwamba dunia kwa asili inaweza isimtaje mhandisi pale daraja au jengo linapojengwa. Anaweza kutajwa mtu mwingine, pengine aliyelipia pesa jengo likajengwa, lakini yeye aliyefanya jengo likapatikana ama daraja likawepo, inaweza ikatokea asitajwe kabisa. Hii ni taaluma ya uumbaji inayofanya mambo magumu yaonekane rahisi. Ni taaluma kwa asili isiyopenda kusema sana zaidi ya kutenda. Ukifanya kazi na mhandisi mahali popote, unapata raha ya kupewa kile unachostahili kwa mujibu wa mahitaji yako. Mhandisi ufikiri haraka, kujua unahitaji nini wakati fulani, ukutafutia jibu, kuumba uzuri unaoutarajia na ule usioutarajia, hukupa matokeo, hakupi maelezo. Pia Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko alizindua programu tumizi ya Mhandisi App, programu ambayo imelenga kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wahandisi na kwa wadau wa ERB kwa njia ya simu. Karibu sana mheshimiwa, uweze kubonyeza ikiwa ni ishara ya uzinduzi. Makofi mengi. Tunayo furaha kukuletea ERB Mhandisi App. Ukiwa na app hii, unaweza kufanya mambo mengi kwa urahisi. Kujua mhandisi halali. Hakikisha unashirikiana na wataalamu waliothibitishwa
kwa kutafuta jina lao haraka na kwa urahisi kupitia app hii. Lipa ada na madeni yako popote ulipo, iwe nyumbani, ofisini au hata ukiwa nje ya nchi. Pata taarifa za miradi. Fikia taarifa muhimu kuhusu miradi mbalimbali moja kwa moja kutoka kwenye simu yako. Kuhakiki taarifa zako binafsi. Sahihisha na hakiki taarifa zako bila usumbufu, haraka na kwa usahihi. Kutoa taarifa za matukio hatarishi. Je, umeona changamoto ya kiufundi kwenye miundombinu? Tuma ripoti kwa sekunde na uchangie katika usalama wa jamii. ERB Mhandisi App, fanya kazi kwa wepesi, salama na uhakika zaidi. Pakua app hii leo. Inapatikana kwenye App Store na Google Play Store kwa jina la ERB Mhandisi App. Matamanio ya Naibu Waziri Mkuu Doto Mashaka Biteko ni kuona ukuaji wa wahandisi wa ndani kufikia viwango vya kimataifa. Kwa sababu wako wahandisi vijana wadogo ambao kila wakijaribu kufurukuta waonekane, pengine katika mazingira ya aina moja au nyingine, kuna nguvu kubwa sana inayotumika kuwashusha na kuwadidimiza badala ya kuwaruhusu wachipuke. Je, ninyi bodi mnafanya nini kuwafanya hao walio wadogo wanaokuwa leo, ili kesho wawe kama wengine, kwamba tutakapokwenda Japan kwa mfano tukute mhandisi wa Kitanzania amesimamia mradi mkubwa kama ambavyo Mjapani angekuja kusimamia mradi mkubwa hapa nchini. Na kwa sababu hiyo bodi na wajibu wa kuifanya siku ya leo Engineers Day kuwa siku yao halisi, tuionee wivu, tuipambe na siku zote tukumbushane wajibu wetu. Ni muhimu sana tujitahidi kuakisi na kutafsiri matarajio yaliyomo katika mioyo ya jamii na kuyaleta katika uhalisia. Ni vyema tukumbuke kuwa katika njia yoyote ya maendeleo, wahandisi ndio wanaotangulia mbele na baadaye fani nyingine hufuata. Ni muhimu sana tukajua kuwa dhima ya kuamua kupitisha jamii katika njia sahihi au njia potofu, kwa vyovyote vile bado itaendelea kuwa mikononi mwa wahandisi. Matumaini yangu kuwa mtaendelea kutupitisha katika njia iliyonyoka, sisi tulio nyuma yenu, yani sisi taaluma nyingine, ili tuweze kupata Tanzania iliyo bora na nzuri kwa muonekano. Kwa niaba ya serikali, naomba niwakumbushe kuwa taifa linawategemea, sisi tunawategemea, vizazi vinavyokuja vinawategemea. Fedha kidogo tunayoipata, thamani yake haiwezi kupatikana bila akili yenu na ubunifu wenu kufanya kazi. Tunawategemea, tunawahitaji. Na kwa kweli tunaomba mjue kuwa kama serikali tutaendelea kuwaunga mkono wakati wote mtakapokuwa mkitekeleza majukumu yenu. Siku ya pili ya mkutano, wahandisi walipata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali kwa maendeleo ya taifa, lakini pia ilikuwa hitimisho la mkutano wa mwaka wa 22 wa mwaka wa wahandisi. Hapa ilikuwa zamu ya Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega kutamatisha mkutano huu. Dira mpya ya taifa ya mwaka 2050 ni kuchochea kasi ya ukuaji wa uchumi jumuishi unaopunguza umaskini. Hili lengo kuu ni kuhakikisha kuwa tunazalisha ajira kwa vijana wengi, wake kwa waume, na ukuaji wa uchumi jumuishi ili kuondosha kabisa umaskini na kuongeza uzalishaji na uuzaji wa bidhaa nje ya nchi yetu, pamoja na kuongeza tija katika uzalishaji na uongezaji wa thamani katika mifugo tulionayo, madini yetu, misitu na kilimo. Ongezeni sana ERB. Nimefurahi kuona mmetambua jitihada za wahandisi wanaochipukia, wahandisi vijana, wanafunzi. Kitu kile ambacho mmekifanya cha kuwashika mkono na kuwapa tuzo hawatakisahau katika maisha yao yote mpaka watakapozeeka wakafikisha umri wa miaka 100, hawawezi kusahau. Ni jambo kubwa sana la kihistoria.
Inaagiza pia kwamba wahandisi wasiofanya kazi zao kwa uadilifu, kwa kuzingatia taaluma na viapo, wachukuliwe hatua mara moja za kinidhamu na wasipewe kazi zingine tena. Napenda niwapongeze tena washiriki wote. Napenda niipongeze kamati ya maandalizi pamoja na bodi kwa kuandaa mkutano huu kwa mafanikio makubwa, na niagize bodi kwamba mapendekezo yote yanayotokana na mkutano huu yawasilishwe wizarani kwa utekelezaji kama adidu ya rejea na working tool. Wahandisi wanasema siku zote mkutano huu wa mwaka umekuwa na manufaa kwao katika kunoa taaluma zao. Tunakuwa tunapata insights tofauti kulingana na professional tofauti, na kujua sisi kama wahandisi specifically kwenye maeneo yetu, how are we going to contribute to this Vision 2050. Na mimi kama mhandisi mazingira na majoring in environmental sustainability, kuna mambo kadha wa kadha yamegusiwa. Shughuli nyingi za maendeleo zitakazofanyika, watakaohusika kwa karibu zaidi na katika utendaji wa kazi wa kuifikisha hii dira tunakokusudia, maana yake ni wahandisi lazima ndio watekelezaji wakuu. Kwa leo sisi kwa kupata hiyo dira sasa na kuweka kichwani hiyo dira, maana yake sasa tuna focus kwamba tutafanya nini hizi siku zijazo, na mipango yetu tunapopanga sasa ili kuifikisha dira 50, maana yake yote hayatafanyika kwa siku moja. Ni hatua kwa hatua mpaka tutakapofika 50, yale tuliojipangia, serikali iliyojipangia na kamilika. Mkutano huu kwa sisi wahandisi unatusaidia kwa kujiandaa kumiti vision ya 2050, kwa sababu imeongelewa hasa wakati wanatoa wasilisho la pillars and drivers za 2050. Sisi kama wahandisi tunatakiwa tuweke mikakati yetu katika majukumu tunayoyafanya. Nini kifanyike ili tumiti the target of 2050, ambayo Tanzania tunatakiwa na GDP ya 1 trillion. Tunafikaje hapa kwenye GDP ya 1 trillion? Miundombinu yetu tunayofanyia kazi, mifumo yetu tunaiboresha vipi ili ku fast track the activities to go very faster. Investor when they come, don't delay their time, they have to do their work very fast. Kwa mkutano huu kwa kweli mada ambazo zimezungumzwa na vision yenyewe inalenga kabisa maendeleo ya taifa la Tanzania. Katika engo nzima au muktadha mzima wa engineering au wahandisi kwa ujumla, tumefika mahali kwamba lazima tuende na wakati, na tunakwenda na wakati katika mambo ya teknolojia. Teknolojia ya sasa ambayo ni artificial intelligence imezungumziwa kwa mapana, na topic ambazo zimezungumzwa ni kwamba zinalenga maendeleo kwa ujumla wake katika sekta zote za uhandisi, katika mining, data science, data protection na kwenye civil engineering katika usimamizi mzima wa majengo na ubora. Kwa hiyo mkutano huu wa mwaka huu unatupa mwelekeo mzima wa kwamba tunatakiwa tuko wapi, tunatakiwa kwenda wapi, na maendeleo ya nchi yetu kwa upande wa kihandisi tunatakiwa tusimame pamoja na dira ya taifa ya 2050. Katika kuunga mkono masomo ya sayansi kwa shule za sekondari nchini, siku iliyofuata yaani Septemba 27, bodi ya usajili wa wahandisi ERB iliandaa mbio maalumu kwa wahandisi na wadau ili kuunga mkono mradi wa SSP yaani STEM Support Program, mradi ambao unaratibiwa na ERB kwa lengo la kuhamasisha masomo ya sayansi ili kuandaa wahandisi wa baadaye. Tumepeleka walimu 8 katika wilaya ya Kyerwa, ambapo wale walimu wanasaidia shule mbalimbali za serikali kufundisha masomo ya sayansi, hasa kwenye zile shule ambazo zina uhaba wa walimu. Na bodi inaendelea kufanya jitihada za kuendelea kuchangia na kupeleka walimu katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa likiwa ni kutengeneza mbegu ya wahandisi kule chini ili wanafunzi wengi waweze kusoma masomo ya sayansi na baadaye tuweze kupata wahandisi wengi zaidi. Kwa hiyo bodi kwa kushirikiana pia na ubalozi wa Norway tumeendelea kufadhili walimu hao, ambapo sasa tunawalipia bima ya afya kwa kipindi chote ambacho watakuwa shule. Na ikitokea walimu wale wamepata ajira sasa serikalini, tunabadilisha, tunaleta walimu wengine ambapo pia wale tunarudisha maeneo ambayo tumewatoa. Kwa bodi inashukuru kwa uwepo wa watu wote hapa
kila mmoja kwa uwepo wake maana yake amechangia kuwepo kwa mwalimu mmoja katika shule. Kwa hiyo tunaendelea kuwaasa wananchi, hasa wahandisi, waendelee kujitoa na kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza mbegu kule chini na hatimaye kupata wahandisi wengi zaidi. Kwa kweli ni jambo zuri na mwenyekiti, tulikuwa tunateta kwamba hili jambo lililo na mafanikio lazima liwe endelevu. Kwa hiyo yale yalikuwa sio mazungumzo rasmi, lakini naamini tumeyachukua na tutafikisha kwenye management ili kutengeneza utaratibu kwamba kila mwaka tuwe na haya tuwe na hizi marathon. Kwa hiyo niwashukuru waandalizi. Kiongozi aliyeongoza mbio hizo ni naibu katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, Mhandisi Rogatus Mativila. Mwaka huu tumekusanyika tena tukiwa na shauku ile ile ya kuunga mkono program ya STEM Support Program au SSSP kwa kifupi, ambayo inafadhili walimu wa kujitolea, vitabu kwa mfumo wa e-library, vifaa vya maabara na kampeni maalum za hamasa kwa wanafunzi hususan wasichana. Mbio hizi haziishii kwenye michezo pekee. Ni jukwaa la kuchangia mustakabali wa elimu, kuongeza idadi na ubora wa wahitimu wa sayansi na hatimaye kuzalisha wahandisi wengi zaidi kwa maendeleo ya taifa letu. Ni lazima tuelewe kuwa elimu ni jukumu la serikali, lakini pia ni jukumu la jamii nzima. Tukio hili la leo linatufundisha kuwa changamoto kubwa zinahitaji mshikamano wa pamoja. Washiriki wanasema pamoja na kuunga mkono ufundishaji na usomaji wa masomo ya sayansi, pia imekuwa fursa ya wao kujenga afya zao mwili, lakini lengo kuu ni kusapoti mainjinia wote Tanzania. Kama tunavyojua mainjinia ili wapate kukua zaidi na zaidi lazima tupate kuchangia kiasi fulani. Kwa hiyo tumechangamsha mwili, lakini pia tumechangia katika mfuko wa kuwakuza mainjinia, especially kwa kuwasaidia walimu na kuallocate katika sehemu mbalimbali ambazo kuna uhaba wa walimu. Tutasaidia kupata fedha kwa ajili ya walimu wa sayansi, vitabu pamoja na maabara kwa ajili ya shule zote za sekondari katika taifa letu. Lakini kwa uhamasishaji ambao umefanyika tumeweza kushiriki, na hii inatujengea afya njema katika kazi zetu za kila siku. Naam, kwa mwaka huu mkutano huu ulikuwa kitofauti kidogo, kwani ilitoa fursa nyingine kwa wahandisi kufanya utalii wa ndani katika hifadhi ya taifa ya Mikumi iliyopo mkoani Morogoro. Safari ya kitalii ya wahandisi katika hifadhi ya taifa ya Mikumi iliyopo hapa mkoani Morogoro. Safari ambayo imeandaliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi ERB kwa lengo la wahandisi kufanya utalii wa ndani, lakini pia kushuhudia kazi nzuri ya kihandisi iliyofanywa katika treni ya kisasa ya SGR. Baada ya kutalii na kuona vivutio mbalimbali katika hifadhi hiyo ya 8 kwa ukubwa nchini, wahandisi wanasema ni kumbukumbu yenye kuacha alama kwenye maisha yao. Tunashukuru sana ERB kwa kuandaa hii event ambayo kiukweli kwa mara ya kwanza tumeexperience kitu kizuri cha kukutana wahandisi, kuja picnic sehemu kama hii. Of course kwa mimi ni mara yangu ya kwanza, lakini imenifanya nimejifunza vitu vingi sana, kukutana na marafiki, kushare ideas mbalimbali, lakini pia kuona wanyama mbalimbali ambao sikuwahi kuwaona tangu nimezaliwa. Watu wote wameenjoy, ila vile vile tu imekuwa nzuri. Mpaka sasa tumeweza kuona wanyama mbalimbali ndani ya hifadhi ya Mikumi ambayo ina Big 4. Tukianza na simba, tumeona twiga, tumeona kiboko, vile vile tumeona tembo. Tunaishauri ERB kuendelea kufanya mambo kama haya, yanaongeza networking kwa baadhi ya wahandisi kutoka taasisi mbalimbali. ERB inapenda kuwapongeza
kwa hizi jitihada ambazo wanazifanya kwa wahandisi, kwa kadri ambavyo wanaendelea kufanya jitihada kutuweka pamoja, lakini kuzidi kutupa maarifa, lakini pia na hizi exposure ambazo tunazipata. Tuzidi kuwapongeza na kuwaomba wazidi kuwa zaidi innovative, kufanya vitu vikubwa zaidi, tuweze kuendelea kupata mambo mazuri kama wahandisi. Kimsingi imekuwa ni safari nzuri ambayo tumejifunza vitu vingi na vingine vinashabihiana na mada zilizokuwa zinajadiliwa safari hii. Tumeona namna ambavyo asili imehifadhiwa na namna ambavyo wanyama na binadamu wanaweza kuishi katika mazingira ya asili. Lakini zaidi tumeweza kuwa ni sehemu ya kupumzisha akili baada ya shughuli nyingi za mkutano ambazo zilichukua takriban siku 3. Na ni kwa msingi huo tunaona vitu kama hivi vinasaidia kuchochea uchumi kwanza kwa nchi yetu, lakini pia uchumi wa wananchi wanaokaa huku, kwa sababu wahandisi hawa wametumia huduma mbalimbali, kwa mfano huduma ya chakula, huduma ya usafiri, ambayo nayo inachochea uchumi kwa watu mmoja mmoja, lakini pia na taasisi kwa ujumla. Hii tunasema ndio ERB September to Remember 2025, kumbukumbu ambayo sekta ya kihandisi imeendelea kumea kila kona kutokana na miradi mbalimbali ya kimkakati inayotekelezwa katika sehemu mbalimbali nchini, watekelezaji wakuu wakiwa ni wahandisi. Mimi ni James Lerombo.